Naitwa Ashare Saizina, ni mtunza hazina wa JUAKITA katika mkoa wa Rukwa. Umuhimu wa JUAKITA niongelee kwa ujumla ni kuhusiana na kuwakutanisha wakina mama wa Kiislamu bila kujali madhehebu yao, kwa lengo la kuhakikisha kwamba wote tunatekeleza ile majukumu ya kina mama. Lakini ndani ya JUAKITA kuna majukumu muhimu sana ambayo yanahusiana na masuala ya malezi, lakini kubwa zaidi pia katika maendeleo ya kina mama na jamii kwa ujumla katika masuala mazima ya uchumi, ambapo kwa sisi katika mkoa wa Rukwa tumewahimiza kina mama kuunda vikundi mbalimbali ambavyo vitafanywa mchakato wa usajili kwa lengo la kuhakikisha kwamba vinatumika kisheria lakini kihalali kulingana na taratibu za Qur'ani na Sunna katika dini ya Kiislamu. Lakini umuhimu mwingine ni kwamba inatusaidia pia katika malezi ya familia na jamii kwa ujumla. Lakini zaidi tukiona JUAKITA katika mkoa wa Rukwa inatusaidia kuitangaza dini yetu katika njia ambayo ni halali. Kwa mfano leo tumekutana hapa katika mkutano wetu wa mkoa tukiwa ni viongozi wa mkoa na viongozi kutoka katika halmashauri, tukiongea na kujadiliana mada mbalimbali, lakini zaidi likihusiana na maendeleo na uchumi. Kwa hiyo katika kikao chetu cha leo, baada ya majadiliano haya tutawekeana mikakati na maazimio ambayo baadaye tutayatekeleza na kuhakikisha kwamba yanatupatia maendeleo, lakini yanakuwa ni kama dira na njia ya kutufikisha pale ambapo tunahitaji, ambapo ni kuhakikisha kila mama au kila mwanamke katika eneo alilopo yeye binafsi, jamii na familia yake inainuka kiuchumi. Tulivyosema kwamba tuko hapa kwa ajili ya kuhamasishana lakini kukumbushana kama viongozi wajibu wetu. Katika kikao hiki tuna kauli mbiu yetu ambayo inatuongoza ili kama chachu ya kutuwezesha kufanya mabadiliko. Katika kikao chetu hichi tumeweka kauli mbiu ambayo inaitwa dini yetu, maisha yetu. Jitambue, badilika, acha mazoea. Kwa nini tumesema hivyo? Tumesema dini yetu, maisha yetu kwa sababu muumini yoyote lazima awe na imani, aweze kuabudu ili maisha yake yaweze kwenda vizuri kwa mujibu wa dini ambayo anaifuata. Lakini kwa nini tukasema jitambue, badilika, acha mazoea? Tumeona kwamba wengi tunapenda kufanya mambo kwa namna ambavyo tumezoea. Mtu unaweza kumwambia hapana, kitu hiki tufanye hivi, asema tumezoea kufanya hiki. Kwa hiyo tumesema kwanza tujitambue sisi kama viongozi kabla hatujaenda kwa wenzetu ambao tunawaongoza. Kwa hiyo tumetaka tujitambue sisi kama viongozi, tukishajitambua tubadilike. Kwa maana ya tubadilike, tuache sasa yale mambo ya mazoea, alafu tuweze kusonga mbele. Kwa hiyo tumesema jitambue, badilika, acha mazoea. Kwa majina ninaitwa Asina Maufi, ni katibu wa JUAKITA mkoa wa Rukwa. Kwa kweli mafanikio tumepata ni mengi katika tangu umeanzishwa jumuiya ya wanawake wa Kiislamu katika mkoa wetu wa Rukwa. La kwanza tulikuwa wakina mama wa Kiislamu tulikuwa hatufahamiani. Pili, wakina mama wa Kiislamu tulikuwa hatujumuiki kwa pamoja katika mambo yetu ya swala ya dini. Lakini umoja huu umetuweza kutukutanisha kwa pamoja katika wilaya zote zinazounda mkoa wetu wa Rukwa. Hivyo mafanikio tuliyoyapata ni makubwa. Kwanza wakina mama kuwa na umoja, wakina mama kushirikiana katika masuala ya kijamii, ya kidini, watoto wetu kuwa kupata elimu mashuleni wakifundishwa na wazazi wanaojitolea kila Ijumaa kwenda katika maeneo ya mashule. Hiyo moja ni mafanikio makubwa. Pili, tumepata mafanikio makubwa wakina mama kufanya shughuli zao kwa umoja. Kwa sababu hapo nyuma kila mtu alikuwa anafanya shughuli zake akiwa peke yake. Lakini tumegundua kwamba umoja ni nguvu. Mnapofanya kitu kwa pamoja, mnapata mafanikio yalikuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana tuliyopata katika jumuiya hii tangu imeingia katika mkoa wetu wa Rukwa. Jina langu naitwa Halima Jarufu, ni mjumbe wa jumuiya ya wanawake wa Kiislamu mkoa wa Rukwa. Katika jumuiya ya wanawake wa Kiislamu katika mkoa wetu wa Rukwa, lakini kwa Tanzania kwa ujumla, ni jumuiya ambayo inawakutanisha wanawake wote, lakini kwa lengo la kuwa pamoja, lakini pia kuelimishana
na kukumbushana juu ya swala kubwa kabisa linalomhusu mama, hususan swala la malezi, kwa sababu malezi ndio yanaleta maadili yaliyokuwa mema. Kama mtoto akilelewa vibaya, tunaamini jamii pia itakuwa sio nzuri, kwa sababu itakuwa katika maadili ambayo sio mazuri. Sasa sisi kama JUAKITA au sisi kama wanawake wa Kiislamu tunayo mafunzo ambayo kutoka katika mfumo wa Qur'ani na Sunna, yani mafundisho ya Bwana Mtume, namna gani ameelekeza kulea, namna gani ameelekeza kwamba watoto wawe na maadili. Kwa hiyo tunapambana sisi kama wanawake wa Kiislamu kuhakikisha sisi wenyewe tunakuwa na elimu, na elimu ile sasa tunaipeleka kwa watoto wetu ili kutengeneza msingi wa jamii au watoto waliokuwa na maadili yaliyokuwa mema. Kwa hiyo tunaelimishana sisi kwa sisi, lakini pia tuna ile elimu sasa ishuke kwenye familia zetu, kwa sababu ukimzungumza mama unazungumza taasisi kubwa sana, kwa sababu mama ni mzazi, mama ni mlezi, na mama analea mpaka kufa kwake, hajawahi kuacha kulea. Kwa hiyo sasa ni kuwatengeneza watoto, kuwatengeneza pia waume zetu pale wanapojisahau. Haya yote ni katika maadili ya malezi. Kwa hiyo jumuiya hii imejikita sana katika kuhakikisha kwamba malezi ya watoto, ya jamii kwa ujumla yanamtegemea mama. Sasa sisi kama kina mama na kama wanajumuiya ni lazima tuwe imara, tuhakikishe kwamba jamii yetu inasimama vizuri katika masuala mazima ya malezi na maadili. Kwanza jumuiya yetu sharti lake la kwanza ni kule kuwa Muislamu, mwanamke wa Kiislamu yoyote moja kwa moja ameshaingia kwenye hii jumuiya. Haibagui madhehebu au sijui wewe ni taasisi gani, wote ukiwa ni mwanamke wa Kiislamu ume kwenye jumuiya ya wanawake wa Kiislamu. Kwa hiyo ni wanawake wote bila kujali madhehebu yetu, kabila zetu, kwa sababu wote sisi ni ile tu ni dini yetu ya Uislamu. Mwanamke yote aliyo katika kalima la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah yumo ndani ya jumuiya ya Kiislamu. Kwa hiyo wito wangu, ninawaomba wakina mama kwenye majambo kama haya. Kwa mfano leo tumekuwa kwenye mkutano mkuu wa mkoa. Tumekutana wanawake wote wa wilaya zote 3 zinazounga mkoa wa Rukwa. Tumekutana hapa, tunakumbushana, tunaelimishana, tunasaidiana katika mambo mbalimbali. Lakini vile vile tuna jukumu kubwa la kuhamasisha wanawake wote kujiunga katika vikundi ili kujikwamua katika swala zima la uchumi. Serikali haimtambui mtu mmoja mmoja. Serikali yetu inatambua kundi kwa ujumla wake. Ili serikali iweze kutusaidia, ni vyema tuwe katika makundi yetu, tujitambulishe, tujisajili vizuri. Tukishajisajili, basi serikali ina uwezo wa kufanya nini? Wa kutusaidia. Kwa hiyo wito wangu kwa wanawake wote, tujisajili katika makundi, hasa makundi yetu ya kidini. Tupitie taasisi zetu za kidini ili tuweze na sisi kushiriki katika masuala mbalimbali ya kiserikali.